Sitaki na kukimbiza jana wakati utoki na mpenzi wangu ni nini? Benadeta. Kwanza ulipotukuta pale tulikuwa tumesimama. Mpenzi wako alikuwa ameniita. Alikuwa anamtongozea rafiki yake. Haya, alikuwa ameagizwa. Kwa nini nilipofika ulikimbia? Mimi pale niliona kama hatutoelewana, ndio maana niliondoka. Maana ulikuja kwa hasira fulani hivi. Omba Mungu hayo unayoongea yawe ya ukweli. Nikija kujua kuna kitu chochote kinaendelea hapa katikati, I say tutaona na wabaya. Asante, vipi? Safi. Pole nyonge umepoa shida ni? Anga. Mbona kupigia mshime? Uko wazi? Ndio. Nimechoka. Pole. Nimechoka akili mwili hilo. Vipi unaambia shemeji uko wapi? Yupo dukani. Sawa. Bila shaka una njaa. Ya, bila shaka. Nilikupikia wali na samaki kama unavyopenda. Alafu kisha tumekubalikia maji yako. Sawa. Subiri. Kwani hapa ni nyumbani. Sio kama mjini, pesa kelele, harakati nyingi. Utulivu tu na hewa ya kutosha. Umejuaje? Unaona kiu. Pole sana mume wangu. Vipi huko mjini kazi zinaendaje? Huko kazi zinaenda vizuri. Pole pole. Ila muhimu nimeleta vitu vya dukani hapo. Pamoja na maji yako. Asante. Yeah. Nasi nipumzika. Tuongea kesho. Msimani kalala filamu nzuri. Shafika nyumbani. Wewe tena. Hivi. Unataka nini familia yetu? Una lengo gani kwenye familia yetu? Nakuuliza. Unataka kuniambia dadako hajakufikishia ujumbe wangu sio? Nakuuliza. Nipe jibu basi. Mimi sijaja kwa ubaya. Mimi nimekuja kuomba tu msamaha kwa kilichotokea jana. Msamaha sio? Yeah. Unategemea msamaha gani? Kuniumizia dadangu kipenzi. Kuniumizia familia yangu. Afu nakuja kirahisi tu. Umekuja kuomba msamaha. Una akili? Umefikiria? Sasa nisikilize. Kuanzia leo na kuonya, kaa mbali. Kaa mbali na familia yangu. Na ukimwona popote, mpitie mbali. Usije ukamwangalia hata kwa jicho la kumwibia. Ondoka nyumbani. Toka nyumbani kwetu.
ondoka mzee. Oya. Nishakwambia ondoka mzee. Hatuelewani sio? Babu sana. Unataka kutuzoea. Chai mwanangu kipenzi. Asante kipenzi. Shemu za asubuhi. Safi. Safi. Poa. Shemeji. Naam. Vipi dukani? Kazi inaendaje? Kazi inaendelea vizuri. Lakini wateja wananunua kidogo kidogo. Kwa sababu wako bize sana kupanda maharage. Basi sawa. Sio vibaya. Ila kuna mzigo nimekuletea dukani. Kwa kisha kama ondoka nikukabidhi ondoka naye. Sawa. Sawa. Afu mke wangu. Wakati niko mjini, wakati umejifikiria. Nina mpango wa kumleta Benedetta hapa nyumbani. Benedetta? Benedetta ni mtoto wa dadangu ambaye alifariki dunia ni cha nyuma. Na anaishi kijiji cha jirani. Sasa mazingira kwa nakoishi sio mazuri kikweli. Yaani halizishi. Kwa hiyo nikimleta hapa na atakusaidia wewe kazi. Pia kazi ndio kuondoka hapa nyumbani. Lakini zaidi ni kuwa atakuwa msaidiana na shemeji kwenda dukani. Akishazoea mtakuwa mnapokezana. Unapumzika naenda, siku nyingine anabaki na unaenda kazini. Sina shaka na ujio wake. Kwa sababu yeye ni damu yetu. Hayo mlete. Shemeji. Unatuhakikishia? Bila shaka. Nesi kesho kishukutwa nitampigia simu. Lakini ikiwezekana tutamfuata pamoja. Ili tukamchukua. Sawa shemeji. Mama. Asante kwa chai. Kama alivyosema mwenzangu siku ile. Kuhusu nini? Yaani mwenzako na wewe kama hauna cha kuongea usinipotezee muda, niache niondoke. Si alikwambia kwamba mimi nakupenda? We koma hivi,
unajua siku hili ulitaka unisababishie matatizo. Tena iwe mwanzo na mwisho. Unifuatilie. Neema. Boyzaki, mpaka sasa hivi unashindwa kutuongoza? Nani? Mimi? Labda nikwambie kitu usichokijua. Yeye ndo alikuwa ananitaka mimi, na ndo maana nilipomkataa tu akaondoka kwa hasira. Usiniweke mtoto mdogo mimi. Mimi nimeona kila kitu kilichotokea hapa. Unaongea maneno na muhunya. Sasa hivi umekuwa mkubwa wewe. Kama unashindwa kutongoza, ni bora utafute hera. Nashindwa kutongoza. Niletee dada yako uone. Hata kama ningekupa dada yangu, ungeshindwa. Kwa sababu mwenyewe huyu demu tu ameondoka, amekushinda. Kwa hiyo umeshaanza kunidharau, si ndio? Mimi sikudharau. Ila wewe unaonesha wewe ni domo zege. Kwanza tuacha niondoke. Maana sasa nikisababisha vitu vya kusababisha hapa. Mimi havitoki mbali hapa. Na mimi hapo umeniuzi. Mjomba, nina shida kubwa sana inayonikabili na ipo juu ya uwezo wangu. Naomba unisaidie. Shida gani hiyo mjomba? Mimi na Wema ni muda mrefu sasa tumebaki peke yetu tangu wazazi wetu walipofariki. Na mdogo wangu Wema amehitajika chuo. Ada ni 3.5 milioni. Nimejaribu kila njia lakini imeshindikana. Mjomba, naomba niuze shamba la kule chini ili Wema apate ada ya kwenda chuo. Rudi nyumbani mjomba. Maisha siyo rahisi hivi. Tafuta namna nyingine ya kufanya. Alafu mbona ada ya chuo ni kubwa sana? Hata ukisema uuze shamba pamoja na nyumba bado havitoshi. Mjomba, Wema ni familia yangu. Wema ni ndugu yangu na ndo mdogo wangu wa pekee. Tafadhali mjomba, naomba uniruhusu. Naomba mjomba. Hapana mjomba, maisha siyo rahisi hivyo. Rudi nyumbani. Kaka, mbona leo umerudi nyumbani kuwa na hasira? Kuna nini kwani? Nilimfuata mjomba nyumbani kwake
nimwombe shamba dogo tu la kule chini niliuze ili nipate ada. Ehe. Kwani mjomba akasemaje? Amekataa. Amesema nitafute njia nyingine. Shamba hataweza kunipa. Wema, yeye ni ndugu yetu pekee. Kwa nini tufanyie haya kama sisi sio ndugu zake vile? Kaka, hebu inatosha sasa. Umepambana sana kwa ajili yangu. Hapa ulipofika inatosha kakangu. Sitokubali uache kusoma. Nitafanya kila njia ili mradi usome. Nitapambana hata kama ikibidi kufanya kazi ngumu usiku na mchana, lakini usiache kusoma. Kama niliweza kupambana ukasoma ukamaliza kidato chako cha 6, basi hata sasa nitapambana. Wema, na kuahidi utasoma. Samahani kuingilia. Jana mchana nilimfuata mjomba nyumbani kwake. Nimwombe shamba dogo tu la kule chini niliuze ili mdogo wangu apate ada ya kwenda chuo. Leo wafikia kwa jomba kanile. Ataka bagiro kumbe shamba. Panile. Ndio. Malepopo mumu. Papi wako bakinili finjo kyalo. Kaini kyalo fingi na lori. Ningi babombera ndaje wananaji. Kula afio sasa hivi. Udwele afima sokorowa. Babombiri nyali bababoso babosa papi ba. Mbona bafana bakana bana kunyuma. Baketi sisi kieni.
Vivi. Unaenda kuelewa. Kita ngati mukondenga. Mama siku kwa mtoto kotenga. Kukonga lwalula babombile tukotenga lero. Sawa. Ngweliwe. Naboka. Kazi naenda wapi? Nakafubarua. Nadhani shamba mmeliona. Hapa ndo shambani kwangu. Tutakiwa mfanye kazi hapa. Ya, tumeliona bwana Diliki. Shamba ni nzuri. Vipi litegemea tuanze kupanda lini? Hapa mimi nadhani mwanzo kesho. Sijui nyewe ratiba hizo nakaaje. Nadhani tutaingia kesho hiyo hiyo. Kesho hiyo hiyo. Yes. Na tukiwa wanne kama hivi, basi tutamaliza chapu kwa haraka. Nadhani mmeshalikagua vizuri hili shamba. Nitamfanyia bei gani? Hapa bwana Diliki. Sisi tuna kawaida kwa tunapandiaga shilingi sana. Sio mbaya. Mimi nitawapa 27. Ila mkifanya kazi kwa weledi na vizuri na ikaisha haraka nitaongezea 10. Hiyo iko poa. Mimi niko tayari. Boiseki. Usiseme uko tayari, sema tuko tayari. Bwana Diliki. Tutakufanyia kazi yako vizuri. Hata usiwaze. Basi takuwa vizuri. Kesho basi mnapokuja ile asubuhi hakikisha mnapitia pale nyumbani ili mchukue mbolea pamoja na mbegu kwa ajili ya kuja kuzipanda huko. Sawa. Lakini pia kama mtafanya kazi vizuri na kwa haraka zaidi, basi kazi nyingi zinakuja. Asante sana. Tutafika mapema sana. Sawa, usijali. Benedetta! 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 Wewe. Ustaarabu gani huu? Unakuja nyumbani kwa watu na itaita tu ovyo ovyo. Bila hata heshima. Sawa, na nina shida na Benedetta. Kwani Benedetta ni nani yako? Dadangu, samani hayo maswali. Nina shida na Benedetta. Oh blaza. Heshima gani hiyo? Oh, sikuelewi ujue. Mimi nimemfuata Benedetta. Mtu ambaye unamtafuta hapa hayupo. Oh blaza. Mimi nina akili zangu timamu. Benedetta mtani kwetu ameshaondoka. Na nishaambiwa amehamia kwenye hii nyumba. Hivyo kama yupo naomba unitie. Oh blaza. Nimekuambiaje? Huyo mtu ambaye unamtafuta wewe hayupo hapa. Hamna shida. Funga pasi yako. Toka bwana. Benedetta si amekuja jana tu. Mimi ndo nashangaa dada.
hiyo ndio hivyo bwana. Ndio wangu amefaulu. Kutoka kidato cha 6 kwenda chuo. Lakini sasa nakosa ada. Ndio kitu ambacho kinaniwazisha sana. Na hata hivyo nishawahi kumfuata mjomba kumuomba msaada, lakini hajaonyesha kunisaidia. Nilimfuata bibi pia, alionyesha kuwa upande wa mjomba. Pole rafiki yangu, hayo ni mapito tu ya hapa duniani, na hususan ukizungumzia changamoto nahisi kila mmoja wanazipitia, isipokuwa tu wengine huwa tunakaza kiume. Lakini kwa hiyo changamoto yako usiogope. Mimi cha kukushauri, kwa sababu umeungana na sisi na Zawama TMK, unatakiwa ukipata 2000 unatoa shilingi 500. Sasa ndo nimenywaje jamani? Sasa katoto ndo nini hivyo sasa? Umepiga sana. Oh, sio baruti. Mbona mwenyewe unapiga? Sasa wakati nimegusia tu. Ngoja tu.